Jina lako litukuzwe, Mungu wa majeshi. Jina lako liinuliwe, mfalme wa wafalme, utupendaye kupita upeo, unayeshughulika na maisha yetu. Umekuwa mwaminifu kwetu tena, umetupa siku ya leo tena. Utukufu na sifa ni vyako Baba. Wewe peke yako wastahili kuinuliwa, wewe peke yako wastahili kupewa sifa. Baba, tunakutukuza Baba wa mbingu na nchi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakurudishia utukufu na sifa kwa ajili ya siku ya leo tena. Baba, tunakushukuru kwa nafasi uliotupa tena kuliachilia neno lako la uzima ndani yetu, maana hilo ndio linatupata tuishi, hilo ndio linatufanya tutembee, hilo ndio linatufanya tuendelee mbele. Pasipo neno lako hatuna uzima wowote. Bwana, asante kwa neno hili ambalo linatupa uzima wa roho, nafsi, akili na miili yetu. Roho Mtakatifu, tuhudumie sawasawa na mapenzi ya Baba na mapenzi yako pia, katika jina la Yesu tunashukuru Baba, amen. Karibu tena mtazamaji wetu, na kushauri kabla tujaingia kwenye somo letu la leo, usiache kusubscribe, kushare, kutuma kucomment na kuwakumbusha wengine kuungana pamoja katika hili neno la uzima, maana Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu wetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo unapo like, unapo share, unamjulisha na mwingine, unampa faidike naye katika hili kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika maisha yake. Leo Roho Mtakatifu ametupa somo linalosema Yesu kiboko ya giza. Yesu kiboko ya giza. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 5, neno linasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nataka msisitizo pale, wala giza halikuiweza. Pia Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 12, Bwana Yesu akawaambia akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Jua ndio mwanga peke yake ulio na nguvu, nishati iliyo na nguvu kutoa mwanga kuliko nishati zingine zote. Angalia, hata giza likiwa totoro kiasi gani, usiku uwe mzito kiasi gani, pale ambapo mapambazuko yanakaribia, ile ikifika alfajiri tu mapambazuko, huwa kuna nuru inayotokea, giza linapotea pasipo kueleweka limepotelea wapi. Kwa hiyo hakuna giza linalosimama mbele ya jua, hakuna kabisa. Sasa tunapozungumzia Yesu anavyosema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza, Yesu anajifananisha na nuru. Yesu anajiita nuru, sio hilo jua, hapana. Usije ukasema Yesu ndio lile jua, hapana. Anajifananisha hivyo kwa habari ya lugha ya ulimwengu wa roho, ya kwamba popote yeye alipo ni nuru ya ulimwengu na shetani ni giza. Hiyo ni lugha ambayo Yesu alikuwa anajifananisha. Ulimwengu wa roho ni halisi kabisa. Yesu alipo, shetani hawezi kukaa. Alipo Yesu, shetani anaondoka automatically, kama vile giza la usiku linavyoondoka automatically pale mapambazuko yanapotokea. Uwepo wa Yesu haunamfanya shetani na majeshi yake aondoke, yani automatically. Macho ya nyama hayawezi kuona haya, lakini ulimwengu wa roho ni halisi kabisa kabisa. Shetani hawezi kukaa alipo Yesu. Anapotua Yesu, shetani anaondoka ye mwenyewe. Na kuna nyakati katika maisha yetu hatuhitaji kutumia nguvu nyingi kumfukuza shetani na majeshi yake. Unapaswa tu sisi kujikonekti na Yesu. Yesu aishi ndani yetu, Yesu aishi ndani yako. Unapojikonekti,
Unapojiungamanisha na Yesu, automatically shetani anaondoka yeye mwenyewe. Kwa nini anaondoka mwenyewe? Maana yake ndani yako Yesu akishaingia kunakuwa na nuru ya uzima, na kwa sababu kunakuwa na nuru ya uzima, shetani hawezi kukaa kwenye nuru Yesu Kristo. Ni mfano wa balbu ya umeme. Balbu ya umeme, mle ndani kuna mfumo uliotengenezwa, kuna nyaya na mfumo wake, watu wa umeme wanaelewa zaidi, lakini kuna kama vilungu vidogo vidogo ambavyo watu wa umeme wanaviita filament. Hivyo ndivyo vinavyotoa mwanga. Sasa balbu imezungukwa na kava lake. Kuna balbu kava zingine ni kioo, zingine ni plastiki ngumu, watu wa umeme wanaelewa hicho. Lakini balbu kama balbu haikamiliki kama hakuna vile vijilungu ambavyo mimi naviita vilungu, wenyewe wanaita filament. Kama hakuna filament na hizo filament hazijajiungamanisha na mfumo mzima wa nyaya ambao umeme unatoka mpaka unaingia kwenye balbu, ile kava ya balbu peke yake haiwezi kutoa mwanga, inahitaji iwe na filament ndani yake. Ndivyo ilivyo na wewe. Yesu anapoingia ndani yako, anakuwa amejiungamanisha na ule mfumo wa Mungu mwenyewe. Yesu mwenyewe kama nuru kamili, yeye ndo anayetoa mwanga ndani yako. Wewe unakuwa ni kama lile kava ya balbu. Kwa hiyo watu wakikuona, ulimwengu wa giza wakiona, wanaona wewe ni nuru, lakini kikweli wewe sio nuru. Ndani yako yuko Yesu anayetoa hiyo nuru. Ndio maana nikasema kuna mambo mengine hauhitaji kupambana na shetani. Unachotakiwa ni kujiconnect na kujiungamanisha na Yesu Kristo. Yesu aingie ndani yako, aishi ndani yako. Akikaa ndani yako, uwe na uhakika atatoa ule mwanga. Ndio maana Yesu anasema kwenye ile Yohana tuliyoisoma 8, anasema yeye anifuataye mimi hata kwenda gizani kamwe. Ukijiconnect na Yesu, maana yake umejiungamanisha na Yesu, na ukijiungamanisha na Yesu, maana yake anaingia ndani yako, na kama Yesu anaingia ndani yako, automatically giza litaondoka, shetani na majeshi yake yataondoka, yatakwenda kukaa kando, yakisubiri pengine hilo nuru ipate kuondoka, yapate kurudi tena. Kwa hiyo wewe unachohitaji ni kujiconnect na Yesu Kristo. Unajiconnect vipi? Yesu anasema kwenye ile Ufunuo wa Yohana, mimi nasimama mlangoni, mtu akinabisha mlango, mtu akifungua nitaingia ndani yake. Unajiconnect vipi na Yesu? Unajiconnect kwa njia ya imani, kuamini kabisa kwamba ninakufungulia mlango wa roho yangu, Yesu ingia ndani yangu na utawale maisha yangu. Na unapofungua huo mlango, Yesu anaingia ndani yako, na akiingia ndani yako, uwe na uhakika unakuwa sio wewe. Anakuja, anaondoa kila giza la shetani na mambo yake yote. Ataondoa dhambi, ataondoa magonjwa, ataondoa kamba za vifungo vya shetani vyote, ataondoa giza lililotawala ndani yako. Yesu unapomfungulia mlango, unapokea ushindi dhidi ya dhambi. Nikwambie mtazamaji wangu, kama huwezi ukaishinda dhambi wewe mwenyewe, kama huwezi ukashinda, unahitaji msaada wa Yesu Kristo. Unahitaji Yesu aingie ndani yako, amiliki na atawale kila kitu katika maisha yako. Na akiingia kimiliki, unakuwa sio wewe, inakuwa ni ile nuru ambayo inakutia uzima inayokuwa ndani yako. Sasa msikilizaji wangu, ni wewe mwenye kufanya maamuzi ya kwamba Yesu aingie ndani yako, afanyike nuru ndani yako, na hiyo nuru iwe mfano wa filament ndani ya kava la balbu, ili aendelee kuachilia mwanga, ili nuru, giza la shetani na mambo yake vizidi kusogea mbali na wewe, visikufuate wewe, viondoke vyenyewe, na wewe huwezi ukaenda tena gizani. Maana kila utakapokuwa unafuata vitu vya giza, itakuwa giza linakukimbia wewe, giza linaenda mbali na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ile nuru inagaa gizani.
Usisahau kusubscribe na kukomenti na kuwajulisha wengine kwa habari ya kuamka asubuhi, kutafakari neno na kuomba pamoja. Napenda niombe na wewe msikilizaji wangu, wewe unayetamani kwamba Yesu aumbike ndani yako, Yesu aingie ndani yako, ujikonekti na Yesu kwa imani kabisa kabisa. Nifuatishe maombi haya, sema: Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ndiye nuru ile ya ulimwengu, nuru ambayo inashinda kila giza. Nami ninaomba sasa, ninaufungua moyo wangu, ninaomba ingia ndani yangu, uwe nuru ndani ya maisha yangu, ulifukuze giza lililo rohoni mwangu, ulifukuze giza lililo ndani ya mwili wangu, ulifukuze giza lililo ndani ya nafsi yangu. Yesu, nibadilishe. Yesu, ingia ndani yangu, nisiishi mimi na uishi wewe. Katika jina la Yesu Kristo ninafungua mlango, kama ulivyosema kwenye Biblia ya kwamba unasimama mlangoni unasubiri nifungue mlango. Nami alfajiri hii ninafungua mlango wa roho yangu, ninafungua mlango wa nafsi yangu na mwili wangu. Yesu, ingia, utawale na kumiliki, uwe kila kitu ndani ya maisha yangu. Katika jina la Yesu ninaomba kwa kuwakubali kufanya sala hii na kuhakikishia kwamba huwezi ukaona kwa macho ya nyama, lakini kikweli Yesu anaingia ndani yako na wewe utakuwa shahidi wa mambo haya. Utajikuta maisha yako yanabadilika, fikra zako zinabadilika, matendo yako yanabadilika. Utaenda taratibu taratibu na kubadilika, mwishoni utakuwa mwingine. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anang'aa gizani. Yesu nuru anang'aa gizani. Sasa niruhusu tuombe wote pamoja kwa habari ya yule ambaye anaumwa. Hebu Yesu uliye nuru ya ulimwengu, ninakupeleka nuru Yesu Kristo kwenye mwili wa huyu msikilizaji, kwenye mwili mahali palipo na maumivu. Ninakupeleka kila mahali palipo na udhaifu kwenye mwili. Ninakupeleka kila mahali ambapo ugonjwa umekaa na kuathiri huu mwili, ugonjwa na nguvu za giza mlioleta ugonjwa. Ninapeleka nuru Yesu Kristo ndani ya umwili. Ninawaamuru kwa hii nuru Yesu Kristo, toka achia umwili, toka achia umwili, toka achia umwili, toka achia umwili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na uwe mzima sasa, na uwe na afya njema sasa. Pokea uzima, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Nuru ya Yesu iangaze ndani yako, nuru ya Yesu itawale huu mwili kuanzia utosini mpaka unyayoni. Nuru Yesu Kristo pita kwenye seri, nuru Yesu Kristo pita kwenye tishu, nuru Yesu Kristo pita kwenye ogani, nuru Yesu Kristo pita kwenye mifumo yote ya huu mwili katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba tena kwa ajili ya mapato, vyanzo vya mapato yako ambavyo vimetawaliwa na giza, vimetawaliwa na shetani, vimetawaliwa na nguvu za giza, nguvu za giza. Ninawang'oa kwa nuru Yesu Kristo. Ninapeleka nuru Yesu Kristo kwenye vyanzo vya mapato vya huyu msikilizaji, kwenye vyanzo vya mapato yake, kwenye biashara yake, kwenye ajira yake, kwenye kilimo chake, kwenye ufugaji wake, kwenye kila biashara iliyo halali anayoifanya. Ninakupeleka nuru Yesu Kristo. Ninaliondoa hilo giza lililotanda, ninaliondoa hilo giza lililokamata hiyo biashara. Shetani na crew yako yote, toka achia hiyo biashara, toka achia hiyo ajira, toka achia hicho kilimo na ufugaji wake, toka achia kazi zake zote, toka achia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila giza lilokamata vyanzo vya mapato, ninaliondoa hilo giza kwa nuru Yesu Kristo. Ninapeleka nuru Yesu Kristo kwenye hivyo vyanzo vya mapato.
moto. Giza hauna nafasi tena, giza shetani hauna nafasi tena. Ninakung'oa na nguvu zako zote na uhalali wako wote ninauondoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haijalishi ulikaa mahali hapo kwa muda gani, leo ndio mwisho wako. Haijalishi uliingia kwa njia ipi, leo ndio mwisho wako. Ninakung'oa kwa jina la Yesu Kristo. Ninawang'oa kwa nuru Yesu Kristo. Ninapeleka nuru Yesu Kristo. Yesu nuru ya ulimwengu. Miliki njia zake zote za uchumi, utawale na kumiliki wewe. Katika jina lako Yesu ninaomba. Napeleka nuru Yesu Kristo kwenye ndoa ya huyu msikilizaji na huyu mtazamaji. Ile ndoa ambayo nuru, giza umetawala kwa muda mrefu. Giza umeketi hapo kwa muda mrefu. Leo ndio mwisho wako giza. Leo ndio mwisho wako shetani na crew yako. Ninapeleka nuru Yesu Kristo kwenye hiyo ndoa. Ninaondoa huo ugomvi uliokaa kwa muda mrefu. Ninaondoa ugomvi uliodumu miaka mingi. Ninaondoa ugomvi ulioweka mahali hapo. Huo ugomvi umefanyika ndio malango yako shetani na crew yako kutawala hiyo ndoa. Ninapeleka nuru Yesu Kristo kwenye hii ndoa saa hii na dakika hii. Nuru Yesu Kristo, nenda kwa huyo mume, nenda kwa huyo mke. Ninakupeleka kama nuru, ukaondoe huo ugomvi, ukaondoe hilo giza, ukaondoe sasa kwa jina la Yesu Kristo. Nuru Yesu Kristo, nuru Yesu Kristo, tawala hiyo ndoa, miliki hiyo ndoa, miliki huyo mwanaume, tawala huyo mwanamke. Amani yako na irudi tena, nuru na utawale sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa hilo giza lililokamata fahamu zako. Mwanafunzi, umekuwa mzito darasani, umekuwa mzito kwenye vyumba vya mtihani kwa sababu ya hilo giza lililokutawala. Ninang'oa hilo giza kwa jina la Yesu. Ninaondoa hilo giza kwa nuru Yesu Kristo. Ninapeleka nuru Yesu Kristo kwenye akili zako. Ninapeleka nuru Yesu Kristo kwenye ufahamu wako. Ninapeleka nuru Yesu Kristo kwenye kila somo unalolisoma. Ninapeleka nuru Yesu Kristo kwenye vitabu unavyovisoma, na sasa upate kuelewa na nuru ya Yesu Kristo ikuangazie, ukayaone masomo yako wazi wazi, ukayaelewe masomo yako wazi wazi, na ukawe na ufaulu wa hali ya juu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, ninapeleka nuru yako kwa huyu msikilizaji, hata kwenye maeneo ambayo tujayagusa. Ninapeleka nuru yako, ninapeleka nuru yako kwa yule mgonjwa wa kansa. Giza uliosimama kama kansa, nguvu za giza uliotambulia umwili kama kansa, ninaitoa hiyo kansa kwa damu ya Yesu. Ninaing'oa hiyo kansa kwa nuru ya damu ya Yesu Kristo. Ninapeleka nuru ya Yesu kwenye seli zako. Ninaziuisha hizo seli zako kwa nuru Yesu Kristo. Seli zako zipokee uzima, seli zako zipokee afya, seli zako zipate uponyaji. Kansa ninakung'oa kwa damu ya Yesu. Kansa ninakung'oa kwa damu ya Yesu. Kansa ninakung'oa kwa nuru ya Yesu Kristo. Ninakufukuza na kukutoa kwenye huo mwili kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka na kutamka na kufungulia afya njema kwenye huu mwili katika jina la Yesu. Afya njema kwenye hivyo vyanzo vya uchumi wako, afya njema kwenye elimu yako, afya njema na nuru ya Yesu Kristo itawale katika kila ndoa yako, afya njema ya ndoa yako. Nuru ya Yesu Kristo itawale maisha yako, nuru ya Yesu Kristo itawale hali yako ya kiroho, nuru ya Yesu Kristo itawale kila kona katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wasikilizaji na watazamaji hawa. Nuru Yesu Kristo, tangu sasa uende nao popote watakapokuwa. Uangazie nuru yako Yesu, wakufuate popote utakapokuwa, wasiende tena gizani katika jina la Yesu. Wabariki, ukawainue katika jina la Yesu ninaomba, amen.